Mimi niseme hali yetu kwa katika uhalisia kwamba katika masuala ya hedhi kufuatana na changamoto ya ukosefu wa miundombinu au miundombinu kuwa duni, haijawa inavyotakiwa sana kwa watoto hawa, na hali ya elimu pamoja na uchumi imekuwepo ni changamoto kubwa sana kwa watoto wetu. Kwa hiyo tumekuwa tukijitahidi kuwaelimisha, lakini pia tukijitahidi kutumia hali ya kifedha ya serikali ambayo tumekuwa tukiipata katika kununua vifaa ambavyo vinaweza kuwasaidia. Lakini kutokana na uchumi ambao umekuwa ni mdogo, kufuatana na ufinyu wa bajeti na uchanga wa shule, imekuwa sio toshelezi kwa watoto wote. Kwa hiyo sisi tuwapongeze sana kwa swala hili na hii programu iliyokuja hii ya msaada uliokuja kwa kuwagawia vifaa kwa ajili ya kuweza kujikimu watoto wa kike wanapokuwa kwenye kipindi cha hedhi. Lakini pia tuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia kiongozi wetu mkuu, mama yetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, kwanza tu kwa kuiweka hii shule hapa, kuona kwamba hili eneo ni eneo maalum kwa ajili ya kuweka shule hii Kigera Sekondari ambayo imejengwa rasmi 2021 ikiwa kwenye kata ya Kigera, wakati eneo hili lilivyokuwa halina shule na watoto wengi walikuwa wakisafiri kwa umbali mrefu kwenda shule za jirani ambazo ni Kiara na Nyasho. Sasa kutokana na uwepo wa hii shule umepunguza mwendo mrefu kwa watoto hawa. Tunamshukuru sana mama kwa mazingira haya aliyoyaweka kwa jamii hii ya Kigera. Inapokuja swala la hedhi, hali inakuwaje kwa watoto katika kukatisha siku za masomo? Imekuwa hali ni ngumu kwa watoto wetu wa kike, hasa wanapokuwa kwenye kipindi cha hedhi. Wengine wamekuwa wakishindwa kufika shule, lakini wengine pia wamekuwa wakipata changamoto ya kuwasumbua walimu wakati na wengine nafikia wakati wanaweza akashtukia tu yuko kwenye kipindi kigumu, wakati yuko darasani anashindwa hata ile kuendelea na uhalisia wa kwenye masomo, anakuwa na wasiwasi. Kwa hiyo anashindwa kuperform vizuri katika hali ya masomo na anashindwa kuwa na uhuru katika kuendelea kuwa na wenzake. Kwa hiyo inafikia wakati wengine akishafikia yuko kwenye kipindi hicho anashindwa kufika hata shule. Na kwa watoto hao kutokana na wingi wao umekuwepo takriban watoto 10 mpaka 15 hivi kwa mwezi. Wamekuwa na changamoto hizo, lakini pia kuomba ruhusa mara kwa mara, nataka kurudi nyumbani, pindi ambapo wanakuta kwamba aidha kuna hali fulani ya huduma haijaweza kupatikana kwa jinsi inavyostahili, au pale unapokuta shuleni vile vifaa vimetumika sana, vimeisha kufuatana na ufinyu wa bajeti, kuna wakati imekuwa hata vinaweza vikaisha. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Tunaendelea kutoa shukrani zetu za dhati kwa msaada huu uliokuja wa vifaa hivyo vya watoto wa kike. Vipi kuhusiana na shule hii, mazingira ambayo yametengenezwa, vyumba vya kubadilishia? Wakati shule inajengwa iliwekwa pia chumba maalum kwa ajili ya watoto wa kike. Chumba hicho kipo kwenye vyoo vya watoto wa kike, ndio hakijakamilika vizuri kwa 100%, lakini kipo. Na pia tunashukuru kwa kuleta vifaa vya kuhifadhia au kuwekea taka, kwa maana walikuwa wanatumia ndoo ambazo umeziweka kule kwenye kile chumba cha watoto. Lakini kwa kihifadhia taka pia kilicholetwa kama msaada kwenye shule hii, na tunashukuru kwamba kitaweza kuwawezesha hao watoto kuweza kuwa katika hali ya usalama zaidi katika kuhifadhi taka zao hizo hadi itakavyoweza kufanywa utaratibu wa uchomaji.